kwamba tunao watoto wengi katika maeneo yetu na tunahakikisha kwamba tunawalinda na kuwatunza na kuwapa haki zao za msingi. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema tujipime kwamba tulikuwa wapi, tumefanya nini na sasa tunakwenda wapi. Wa Radio Free Africa, kipindi hewani ni Watoto Bomba RFI Bomba, ambacho kujia kila siku ya Jumamosi. Muda na wakati ni saa 3 kamili mpaka saa 3:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Humu ndani ya studio siku ya leo tutakuwa na mada nzuri kabisa isemayo haki za watoto, tulipotoka, tulipo na tuendapo. Utakuwa nami mwanahabari mtoto Mwaja Muhammad Salum kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Nyabulogoya, kata ya Nyegezi. Lakini sitaweza kusukuma gurudumu hili peke yangu, nitakuwa na wanahabari watoto wenzangu. Ngoja niwape kijiti hiki ili kila mmoja anitambulishe kwa upande wake. Karibu sana. Kwa nami mtangazaji wako Clayton George kwanza mpaka mwisho wa kipindi. Kwa siku ya leo utakuwa nami chipukizi wako Brightness Boniface. Ni mwanahabari mtoto kutoka shirika la MYCN. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Nyabugogo. Asante sana. Hao ndio wanahabari watoto. Utaweza kuchangia ujumbe wako mfupi kwa namba 0687881018. Tutaweza kusoma ujumbe wako vizuri kabisa humu ndani ya studio. Nikianza kwa dada Brightness. Dada Brightness, mambo? Kwa kweli siku ya leo umependeza sana. Tukianza moja kwa moja dada, kwako dada Brightness, ukisikia neno haki, unaelewa haki ni kitu gani? Kwa upande wangu mimi ninaposikia neno haki, ninaelewa haki ni stahiki ama mambo muhimu ambayo kila mtu anahitaji kupata. Ndio, nikirudi kwako kaka Brightness, labda una maana tofauti na aliyoweza kuongelea dada Brightness? Mimi siko mbali na Brightness. Haki ni kitu chochote anachotakiwa kupewa mtu ambacho kina maslahi naye na kinaweza kumsaidia. Huyu hapa anasema anaitwa Elimu Magebe, anasema kwa kweli ametupata vizuri sana watoto kutokana na kipindi chetu humu ndani ya studio. Nikirudi kwako dada Brightness, lakini nikupendelea sana wewe, nirudi kwa kaka Brightness. Kaka Brightness, umeongelea vizuri kwamba kuhusiana na haki za mtoto ni stahiki ambazo mtoto anastahili kuzipata, si ndio? Ndio. Je, kuna haki kuu za mtoto? Kuna haki kuu 5 ambayo ya kwanza ni haki ya kuishi, haki ya kulindwa, haki ya kushiriki au ya kushirikishwa. Nyingine ni wacheze na kudai pesa. Sasa Pia kuna haki ya kuendelezwa pamoja na haki ya kutobaguliwa. dada Brightness, hapo ulipoongea haki ya kutokubaguliwa, tunabaguliwaje? Sijaelewa, nieleze kidogo. Kwa upande wa haki ya kutokubaguliwa, kila mtoto yuko sawa na watoto wengine na hakuna mtoto ambaye anahitaji kubaguliwa. Kwanza tunapobagua mtoto, unaweza ukasababisha mtoto ujasiri wake kushuka. Haki ya kubaguliwa inaonyesha kwamba kila mtoto yuko sawa bila kuangalia kwamba huyu mtoto ana ngozi tofauti na watoto wengine, ama yeye ni kabila hili, ana rangi tofauti, lugha anayotumia sio lugha sawa na ambayo wenzake wanatumia, bila kujali kitu chochote kuhusu yeye. Asante sana. Huyu hapa anasema anaitwa afisa maendeleo jamii, anaitwa Zena Kapama. Anasema kwamba anapenda kutukumbusha watoto kwamba kabla ya haki ya mtoto ilikuwa inatumika sera ya mwaka 2008 ambapo mwaka 2009 ndio ikapatikana haki ya mtoto, si ndio? Hapo dada Mwajabu nimekumbuka. Kipindi hicho cha mwaka 2008 tulikuwa tunatumia sera ya mtoto, lakini mwaka 2009 mke wa rais wa kipindi hicho alikuwa ni mke wa rais, Mheshimiwa Rais Benjamin William Mkapa. Alisafiri ili aende kutafuta hizo haki za watoto. Alienda nchi gani? Alienda nchi China, mkoa wa Beijing. Kabisa kwa ajili ya kutafuta haki za mtoto, si ndio? Ndio. Lakini mimi nina swali kwako kaka Brighton. Tumeongelea kuhusiana na maswali ya haki za mtoto, si ndio? Lakini kuna sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inayosema mtoto wa kike anatakiwa kuolewa akiwa na miaka 15 kwa makubaliano ya wazazi, lakini mtoto wa kiume anaruhusiwa kuoa akiwa na miaka 18 kwa makubaliano ya wazazi. Je, kwetu sisi upande wa watoto wa kike hiyo ni haki yetu? Hiyo sio vizuri, kwa sababu tunapojua wanaposema haki mtoto ni chini ya 18. Kwa hiyo wanaposema mtoto wa kike aolewe chini ya miaka 14, kwa hapo bado yeye ni mtoto.
Ndio. Lakini dada Brightness, wacha kuongezea alichokuwa anazungumza kaka Brighton. Ndio kabisa. Mimi naona kwa upande wa hiyo sheria haijakaa vizuri hata kidogo, kwa sababu inawakandamiza sana watoto wa kike. Sababu tukiangalia miaka 15 huyo bado ni mtoto, bado yuko chini ya miaka 18. Kwa mzazi anapomwozesha mtoto wa kike, yani anakuwa amemkatili kwa kiasi kikubwa. Tukiangalia mpaka leo, kama mila zilizopo zinasema mtoto wa kike hawezi jambo lolote, lakini sisi watoto wa kike tunaweza. Tuna nani sasa hivi? Kiongozi mkubwa kabisa nani? Dr. Samia Suluhu Hassan. Ili tuamini kabisa kwamba sisi watoto wa kike tunaweza na tunapaswa kuendelezwa. Ndio kabisa. Huyu ni dada Brightness ameweza kuzungumzia vizuri kabisa kwetu sisi upande wa watoto wa kike kutokana na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambayo inasema kwamba mtoto wa kike anaruhusiwa kuolewa akiwa na miaka 15 kwa makubaliano ya wazazi, lakini imeonekana inatuminya sana sisi watoto wa kike. Kaanza kutoa mfano mzuri kwa rais wetu wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba angekuwa ameolewa akiwa na miaka 15 tungepata rais wa Tanzania wa kike? Hapana kabisa. Tungempata Zena? Hapana. Tungewapata viongozi wengine ambao tunaona siku ya leo hapa? Hapana. Ndio kabisa. Muda ni kama ukuta, basi tukipigana nao tutaumia. Tumefika mwisho mwa kipindi chetu kizuri cha Watoto Bomba RFI Bomba ambacho unakujia kila siku ya Jumamosi. Muda na wakati ni saa 3 kamili mpaka saa 3 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Humu ndani ya studio tulikuwa na mada yetu nzuri kabisa inayosema haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendapo. Ulikuwa nami mwanahabari mtoto Mwaja Muhammad Salum kuanzia mwanzo mpaka sasa mwisho, lakini nilikuwa naye dada Brightness pamoja na kaka Brighton. Tukutane kwa muda na wakati kama huu, siku kama hii tena, Radio Free Africa kwa masafa ya Mwanza ni 89.1. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine. Kwa pamoja tunasema bye bye. Mikono tunainua, tunakuomba Jalali. Amin. Ibariki Tanzania, uizidishie kheri. Amin. Muongoze Mama Samia na Dr. Mwinyi wa Zanzibari. Amin. Ewe Mungu nguvu yetu, tuzidishie amani. Amin. Ndugu mgeni rasmi, siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa tarehe 16 mwezi wa 6 kila mwaka. Sisi watoto wote wa wilaya ya Nyamagana tunaungana na watoto wote barani Afrika kwa ajili ya kukumbuka na kutambua jitihada na mchango uliotolewa na watoto wenzetu katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini katika kudai mazingira bora ya elimu
ikiwemo kupinga matumizi ya lugha ya Kiafrikana kupitia maandamano, ambapo takribani watoto 2000 walipoteza maisha mwaka 1976. Maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka ili kuendelea kutoa elimu kwa jamii juu ya haki za watoto na kutambua mchango wa watoto katika shughuli mbalimbali za kijamii. Ndugu mgeni rasmi, kama kauli mbiu ya mwaka huu isemayo haki za mtoto, tulikotoka, tulipo na tuendako, wilaya Nyamagana kwa kushirikiana na serikali, wadau mbalimbali wa masuala ya watoto pamoja na watoto wenyewe, tumepata fursa ya kujadili kwa kina kauli mbiu hii kupitia utoaji wa elimu katika majukwaa mbalimbali kama vile shule za msingi na sekondari katika halmashauri ya jiji la Mwanza. Naitwa Julius Sostenes Magembe. Kwa cheo changu ni afisa taaluma halmashauri ya jiji la Mwanza. Hapa leo nimefika hapa kama mwakilishi wa afisa elimu ya awali na msingi. Lakini baada ya kufika hapa nikapewa jukumu la kuwa msemaji wa sherehe hizi kwa niaba ya mkuu wa wilaya. Nawashukuruni sana kwa heshima hiyo ambayo mmenipa kwa siku ya leo. Lakini niamini kwamba mgeni rasmi ambaye ndiye mkuu wa wilaya, hotuba hii ama risala hii ambayo nimeipokea nitaifikisha ofisini kwake, na yeye kupitia majukwaa mbalimbali ambayo atayafanya kwa wananchi, na kwa kuwa ni mama ambaye mara nyingi anapita kwenye wilaya hii akizungumzia maendeleo bila kusahau watoto wetu, atapata nafasi ya kuisoma, kuichambua, kuitathmini na hatimaye ataifikisha kwenu kama majibu rasmi ya sherehe hii katika vikao vyake mbalimbali atakavyovifanya. Mimi kama afisa elimu basi nitasema yale ambayo pengine upande wangu nimeyaona na yamefanyika hapa. Kwanza niwapongeze sana walimu walioandaa watoto kwa ajili ya shughuli hii muhimu sana. Nimpongeze afisa elimu kata ya Kishiri, nimpongeze mtendaji wa kata ya Kishiri, lakini pia niwapongeze na watu wote walioshiriki wakiwemo afisa elimu kata wa kata jirani. Nimemuona afisa elimu kata wa kata ya Mahina Mr. Mjaya amekuwepo hapa pamoja nasi. Namshukuru sana pamoja na wengine. Kiukweli sherehe hizi zimefana sana kwa halmashauri ya jiji la Mwanza na wilaya ya Nyamagana kupitia viwanja hivi vya Kishiri. Na mimi kadiri nilivyoona, nimeona hali ilikuwa ni nzuri na watoto wameeleza hali halisi ambayo inawapata kule majumbani, jiani waendapo shuleni na sehemu zingine mbalimbali ambazo wao wanapata nafasi ya kufika. Wameelezea kupitia nyimbo mbalimbali, wameelezea kupitia mashairi na ngojera, lakini pia wameelezea kupitia uandishi wa habari, na hasa wale waandishi wetu wa habari. Nawapongeza sana kwa kipindi chao kizuri. Ndugu zangu, sherehe hizi ni za kumbukumbu kwa ajili ya watoto walioteswa kule Soweto, Afrika Kusini. Lakini leo Soweto na watoto hawa iko majumbani kwetu, iko shuleni kwetu, iko kazini kwetu, iko njiani kwetu ambako watoto hawa wanapita. Kauli mbiu yetu inasema tunatathmini tulikotoka, tulipo na tuendako. Tumeona risala imesomwa katika vipengele hivyo vyote, ikizingatia taarifa za habari tulikotoka. Kwa kweli sasa tunaweza tukazungumza tulikotoka, lakini inawezekana ikawa ni kumbukumbu na isifai sana katika maisha yetu, lakini vyema tukumbuke. Lakini kufika mahala ambapo tulipo sasa, tuko mahala ambapo wengine wanaweza kusema ni pazuri, lakini kiukweli si pazuri sana, kwa sababu watoto wetu bado wanateswa, bado wanahangaika, bado hawapewi kipaumbele kama ambavyo wanatakiwa kupewa. Leo hii ukipita kwenye mitaa yetu yote utakuta watoto ndio wauzaji wakubwa wa karanga, ndio wasambazaji wa chakula vinavyopikwa na kina mamalisha na wengine. Utakuta hao watoto
watoto ndio wanaofanya kazi nyingi wakati huo wakikosa masomo yao. Sasa kupitia siku hii ya leo, watoto waendelee kuelimishwa vizuri ili tarehe 16 mwezi wa 6 ya kila mwaka ionekane ya manufaa kwa watoto wetu na taifa letu. Sasa hivi shule zimefungwa, watoto wako majumbani. Ni wajibu wa wazazi wetu kuwalea na kuendelea kuandalia mahitaji yao pindi shule zitakapofunguliwa, pasiwepo na kikwazo cha aina yoyote cha mtoto kutokwenda shule kwa kikwazo chochote kile. Hii ni pamoja na wanafunzi wetu wa shule za sekondari. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi Mr. Julius Madebe. Nashukuru pia wanahabari wote mlioko katika eneo hili. Naamini habari ziko salama na zimechujwa kwa kiwango cha juu. Nashukuru sana MC namba 1 na namba 2 Mr. Baraka pale, mtoto wetu mzuri, lakini yupo Mr. Mtaki mwenye habari zake, mwenyekiti wa maandalizi Mr. Peter Manyama ambaye amesimamia zoezi hili kuanzia kikao cha kwanza mpaka vikao karibia 6 na leo tunahitimisha. Hongera sana mwenyekiti wetu. Mwenyekiti wa shirika la rafiki wa watoto, huyu ni rafiki yenu watoto wote. Tumpigie makofi mwenyekiti wetu wa maandalizi. Lakini pia tunao wadau wetu ambao walisimama kidete mpaka hatua hii ya mwisho. Tunao Simaujata, tunao Compassion, Plan International, Rero Children, Waridi la Matumaini, Aman Girls, Crestop, Fakodo ambao ni Farijika, tunaye NCCF na MSN ambao wamesapoti vinywaji baridi kwa ajili ya watoto wetu na masuala ya matenti na viti kwa ujumla. Asanteni sana. Lakini pia wametusupport maji ambao ni shirika la Christian Social Service Commission. Cheka sana na wadau kutoka maeneo mengine. Pia tunao maafisa maendeleo ya jamii ambao wameanza vikao hivi kuanzia mwanzo mpaka hatua hii. Tunawashukuruni sana kwa kuja na kuweza kufanikisha shughuli ya leo. Tunashukuru sana pia na watumishi wetu wa jiji kutoka idara mbalimbali na vitengo mbalimbali. Asanteni sana, naona pale. Lakini pia nawashukuru walimu wote kwa ujumla, walimu kwa kuwasindikiza watoto wetu wazuri kuweza kufika katika eneo hili ili kuweza kufanikisha maadhimisho yao siku ya mtoto wa Afrika. Tunashukuru sana walimu wote na wazazi wote na walezi wote kwa ujumla. Lakini pia tunashukuru viongozi wa kata na mitaa, kata ya Kishiri na hususan mtaa wa Kishiri A.